Unatazama Ndizi TV. Jambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV popote pale ulipo, ikiwa kwamba leo hii siku ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025, ikiwa kwamba tunakukaribisha katika kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi ya leo, ikiwa kwamba ndipo tumeng'oa nanga, ndipo tumeanza kipindi chetu kutoka hapa studio zetu za Ndizi TV. Popote ulipo, weekend yako imekuwa namna gani? Hujambo Jacinta? Si jambo kaka. Umeamka namna gani? Niko poa. Weekend kaendaje? Weekend ilikuwa imeenda vizuri. Tunamshukuru Mungu, mafua kidogo lakini tutakuwa sawa. Tunashukuru Mungu kwa yote, ikiwa kwa maana nadhania unatokea Naivasha lakini basi mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, tunakukaribisha kabisa katika kipindi chetu, ikiwa kwamba ni awamu ya kwanza ya Pambazuko. Popote pale ulipo, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook pale kama Ndizi TV News Digital, pale kwenye YouTube pamoja na X account na Instagram utatupata @Ndizi TV News, na kwingineko zungumza nasi kupitia ujumbe mfupi, na bila shaka mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Tembelea tovuti yetu www.ndizitv.co.ke ili uweze kupata yote ambayo tutakuwa tunayazungumzia hapa ndani kwenye kipindi chetu cha Pambazuko. Ikiwa kwamba ni mengi ambayo yametokea tangia siku ile ya Ijumaa tulipoagana hapa studio zetu, basi tumerejea tukufahamisha ni kipi kile ambacho kimeendelea weekend nzima pale. Naelekezwa kwamba pale Nairobi jana Gabon na Kenya waligaragazana, lakini kidogo pale nchi ya Kenya ikapoteza Harambee Stars. Weekend nafikira kwamba weekend imekuwa refu sana na imekuwa na matukio mengi sana. Ukiangalia tumekuwa na sporti katika tuseme masuala ya sporti. Tulikuwa na WRC ambayo ilikuwa pale Naivasha. Na pia tukaona Harambee Stars. Na zote Wakenya walijitokeza wakasimama na Wakenya wenzao, haswa pale Nyayo Stadium ambapo walienda kushangilia ama kuenda kushuhudia jinsi Harambee Stars, na nikumbuka tu Harambee Stars haijakuwa ikicheza nyumbani sana. Unapata kwamba wafuasi wa Harambee Stars hawapati nafasi ya kwenda kuwatazama pale wanapocheza. Na kwa sasa Wakenya wengi walijitokeza, sio kutoka Nairobi peke yake. Wengine walitoka sehemu tofauti za nchini, za nchi yetu ya Kenya, wakaenda pale Nyayo kwenda kutazama mpira huu kati ya Harambee Stars pamoja na Gabon. Na pia Naivasha sasa mambo ni mengi. Unaona nikitabasamu nikizungumzia Naivasha kwa sababu
Kutoka miaka ya nyuma tumekuwa tukijua kwamba Naivasha, ukisikia ni wakati wa WRC, unajua ni wakati wa Naivasha. Na wakati wa Naivasha kuna matukio tofauti ambayo hufanyika pale Naivasha. Lakini kwa sasa hatujayaona matukio mengi. Mwaka huu haujakuwa na matukio mengi kama miaka iliyopita. Lakini kwa sasa tumekuwa tukiona Wakenya wengi wakienda wakipost pale kwenye mitandao tofauti ya kijamii, wakisema kwamba wako pale. Hawajakuwa wabaya. Sijaona kama kuna kitu kibaya ambacho kimefanyika pale Naivasha. Tukiangalia ama tukianza kuangalia na miaka ya nyuma na mwaka huu wa sasa. Basi ndiyo hayo baadhi ya yale ambayo yalitukia. Mafua kweli kweli yamemshika dada Jacinta, lakini tunakutakia kila la heri. Nadhani kwamba mambo yote yatakuwa sambamba. Basi mpenzi mtazamaji, tunapoendelea kusonga mbele, ujiweke tayari kwa kupata himizo la siku ya leo. Na pale leo himizo linatoka katika kitabu cha Isaya 40:31. Himizo la siku linatoka katika kitabu cha Isaya 31. Na Biblia inasema kwamba bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Nirejelee tena himizo la siku kutoka kitabu cha Isaya 40:31. Bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kia kwamba inatuhimiza kwa yale yote ambayo tunayafanya, kia kwamba tunamtegemea Mungu na tunamngojea Bwana, tutapata nguvu mpya, na kila jambo ambalo tutakuwa tunalifanya hatutazimia ama hatutakosa nguvu ya kuendelea kuyafanya, kia kwamba tumaini letu kuu tunaelekea katika Mwenyezi Mungu. Naam, na ni jinsi ambavyo tumeambiwa kanisani, huwa ukimtumainia Bwana mambo yote yatakuwa shwari katika maisha yako. Ndio. Basi hilo ndilo himizo la siku ya leo, kwamba ni Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tunapoendelea mbele kukufahamisha, basi tujitayarishe kwa kupata yale ambayo yalijiri weekend nzima na yale ambayo yametokea hapa nchini, na pia bila shaka rubaa za kimataifa. Usiende mbali mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba ndipo tunaanza kumfahamisha mpenzi mtazamaji kati ya yale ambayo yametokea katika weekend hii refu. Na weekend hii tukianza tu ni kwamba Rais William Ruto tumekuwa tukiona kwanza akihudhuria kanisa tofauti akiwatembelea. Lakini weekend hii Bwana Rais Ruto alikuwa katika kanisa fulani ya AIC Jericho, ambapo alisitiza kuwa michango yake bado ataendelea kuifanya katika makanisa tofauti, akisema kwamba michango hiyo haitasitishwa, na akieleza kwa msaada wake wa kanisa ni njia mojawapo ya kushinda nguvu za shetani. Basi hebu tusikize ni kipi kile ambacho alizungumza wakati alikuwa katika kanisa hilo la AIC Jericho. Nimeketi chini na Sam, nasikia yeye ndio mwenyekiti wa mipango ya ujenzi, na mimi hapo kwa ujenzi, mimi niko hapo, nitakuwa hapo. So ile kamati yenu ya ujenzi mimi nitakuwa member kuanzia, si ndio? Kwa sababu naona kuna kazi bado inatakana ifanyike hapa, na siombi ruhusa ya mtu. Mimi ni mwana AIC, si ndio? Na mimi nimefundisha vizuri taratibu ya AIC, so nitafuata, and we are going to work with you to complete this church. So shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka, lakini tutajenga kanisa. Na mpenzi mtazamaji, ni Rais William Ruto hapo jana kwenye kanisa ya AIC, ambapo alikuwa anazungumza akisema kwamba nguvu za kishetani watazishinda
kwa kuendelea kutoa michango ili kuendeleza kanisa. Sasa ukitazama juzi tu tumeona kanisa ya Kianglikana na kanisa ya Katoliki walijitokeza wakasema kwamba wanasiasa wanapoenda kanisani hawatapewa nafasi ama ruhusa ya kuzungumza ama kufanya siasa mbele ya madhabahu. Na tumeona kwamba wamefuata kwa sasa, kwa sababu walisema Jumapili iliyopita ama Jumapili mbili zilizopita naam, ndio walitoa mwelekeo huo. Na tumeona kwamba tuliona pia Bwana Gachagua alienda katika kanisa moja pia ya Kianglikana na hakupatiwa nafasi ya kuzungumza. Walisimama tu akasema kwamba aliyekuwa naibu wa rais yuko salimia akafanya tu hivyo, akasalimia tu Wakristo. Lakini tumeona Rais William Ruto hakuenda katika kanisa ya Kianglikana, hakuenda katika kanisa ya Katoliki. Alienda katika kanisa ya AIC ambayo pia hatujaona kwamba hawajasema kwamba hawatakuwa na wanaruhusu wanasiasa. Lakini sijui kama kwa sasa Rais William Ruto anajaribu kuonyesha kwamba bado tutaongea ama tutazungumza kanisani hata kama hamtaki tuzungumze. Lakini shida sio kuzungumza, kwa sababu wangekuwa nazungumza wangekuwa bado wanapatiwa nafasi. Ni kwamba wakizungumza hawazungumzi masuala ambayo Wakenya wanataka kusikia, wanazungumzia siasa. Hicho ndicho kinafanya ama Wakristo wasitake kusikiza wanasiasa wanapoingia kanisani. Basi jinsi ambavyo umezungumza pale dada, ni kwamba hayo yameendelea na tumeona baadhi ya viongozi wa makanisa hapa nchini wakitekeleza yale ambayo waliyataja. Tukipata kwamba kanisa Katoliki lilizungumza likasema kwamba halitakuwa linakubali baadhi ya viongozi kusimama kanisani na kuzungumza, na hilo lilishuhudiwa jana wakati aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alihudhuria katika ama walihudhuria hafla ya misa katika eneo lile la Nyeri, na pale Walisapita alikuwa na akazungumza akasema kwamba tumemtambua aliyekuwa naibu wa rais na mkewe wamefika huku, na akamweleza kwamba iwapo utapata ama utataka kuzungumzia Wakristo basi utazungumza nao baada ya misa, lakini si kanisani pale nje. Ikawa kwamba ni jambo ambalo tumeliona likitekelezwa. Upande mwingine naye rais ama viongozi hao wamekuwa kitaja kwamba si vizuri kutangaza ama kuzungumza mambo ya kisiasa kanisani, kwa kwamba hili litaafikiwa. Kuna yale ambayo kidogo viongozi wa makanisa wanajaribu kujafungia ili wanasiasa ukumbuka kwamba mwanasiasa akipata kipasa sauti yeye anazungumza kile ambacho anaona kwamba kinamfurahisha ama kinafurahisha wafuasi wake. Hata kama ni matusi kwa wanasiasa wengine atakuwa anazungumza tu, lakini cheza ambavyo viongozi wa makanisa wanajitokeza, tunahakikisha kwamba watakuwa wanaelekeza na kuwapa moyo na pia kuhakikisha kwamba wanawaonyesha njia za kufuata haswa wanasiasa. Na Rais William Ruto pia alisema kwamba ataendelea kutoa michango kanisani, ambapo tuliona vijana wa Gen Z kidogo katika ile kanisa moja ya Nairobi ambapo walienda wakaandamana kwa sababu Rais William Ruto alitoa mchango wa shilingi milioni 20 na kuahidi ataongezea zingine. Naam. Wakati huu tuliona kwamba vijana wengi walikubaliana na vijana wale ambao walienda kuandamana, kwa sababu walikuwa wanauliza mbona Rais William Ruto atoi hizi pesa zote kwenda kwa kanisa, ila hali pesa hizi zinaweza kutumika katika tunajua kwamba swala la elimu nchini lina shida, swala la afya ama bima ya afya ya SHA bado haijatekelezwa vizuri. Kwa hivyo Wakenya wanaulizia mbona aendelee kupatiana mchango huu kanisani. Na mchango huu ukienda kanisani ni kwamba viongozi hawa wa makanisa tofauti wanatumia hela hizi kitofauti kwa njia tofauti. Hawezi jua kama wataenda kusaidia watu ambao hawajiwezi, kama watajenga kanisa. Wakijenga kanisa ni sawa, lakini kuna yale masuala ambayo yanafaa kupatiwa kipaumbele nchini. Na Rais William Ruto akienda achangishe ama apatie kanisa moja shilingi milioni 20. Aende kwa kanisa jingine tena alipatie shilingi milioni 10, milioni 50. Hizi milioni zote kwa wiki, tuseme kwa mwezi moja, tuseme atakuwa ametoa milioni 100. Ndio. Mbona asichukue hii milioni 100 akaongezee kwenye labda kuendeleza masuala ya kielimu nchini? Na tunajua tuna madeni, nchi yetu ina deni.
mbona asichukue aseme kwamba nimeweka hapa? Na swali hilo ndilo wengi wanajiuliza, je, pesa hizi ambazo anazitoa ni zake anatoa mfukoni ama ni fedha ambazo anatoka katika kikapu cha serikali? Kwamba ni mengi wa Kenya wanayapitia kwa kwamba kuna maendeleo tofauti hayajafanikishwa, wa Kenya wakipitia shida mbalimbali humu nchini. Na swali, je, kwa kwamba Biblia inatuongoza kila ambacho mkono wa kulia unatoa, mkono wa kushoto usije ukafahamu. Lakini yale ambayo tunayaona yanatangazwa hadharani kwamba nimetoa hili itakuwa linasaidia kanisa hili, kwamba hilo ndilo kidogo linawaumiza wengi wa Kenya, kwamba swali linakuwa hizi pesa unazitoa wapi? Kumbuka kwamba wiki jana tuliona pale waziri wa fedha John Mbadi akitaja kwamba nchi itaendelea kukopa kwa sababu kuna yale mengi ambayo yanataka kufanikishwa ama haswa maendeleo hapa nchini Kenya, kwamba wakitaja maendeleo lazima yafanywe, vile vile kazi za kila siku ziendelee katika serikali. Na swali linajitokeza, hizi pesa wewe ambazo sasa unatembea nazo kutaja kwamba nimetoa kanisa fulani hili na haya na yale, je, unazitoa wapi? Na wengi wanajiuliza maswali kama hayo. Ndio. Na basi tunapoendelea kusonga mbele katika yale ambayo yanajiri, kiongozi ama Rais William Samoei Ruto hiyo jana aliongoza hafla ya kufunga mashindano ya WRC ama World Rally Championship katika eneo lile la Naivasha, kaunti ya Nakuru, huku akipongeza waandalizi kwa mafanikio makubwa ya tukio hili ambalo akipongeza waandalizi, washirikishi na mashabiki ambao walihudhuria katika hafla hiyo ya WRC ambayo ilianza wiki jana siku ya Ijumaa na kukamilika hiyo jana. Na pia Rais Ruto aliwashukuru wote ambao walifika pale, ikiwemo ni mashabiki pamoja na madereva wa magari hayo, na pia akasisitiza kuwa mashindano hayo tu si ya michezo tu, bali ni yamechangia pia kukuza utalii nchini Kenya. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho alikizungumza rais. Along with other major global events such as the African Nations Champions CHAN, Africa Cup of Nations and Kenya Open is ample demonstration that Kenya is more than capable of hosting world-class sports events. These activities are the fuel that powers the growth of our economy, and we are committed to continuing to support them. We are also excited to see the approval of specifications for the Cross-Cup project, which, with the support of FIA, WRC promoter, and ASN, will work with technical training colleges to manufacture the cars locally. This initiative is aimed at planting a seed for the development of young talent in motorsports. The Ministry of Sports, through the Motorsport Academy, will oversee this initiative, ensuring it provides the necessary resources and opportunities for the next generation of drivers and technicians. I would also like to acknowledge the 20 nationalities and 48 rally participants who started off at KICC. Your participation has made this event truly international in scope, and we are grateful for your contributions. A big thank you to all the partners and sponsors whose contribution has been invaluable in making this event a success. Thank you to the FIA, the WRC event promoters, and the organizing team for all your hard work. To the devoted fans and amazing spectators, the success of this rally would never amount to much without you. From those who traveled from across our borders to those who joined us from within Kenya, your presence has made this rally a truly special and unforgettable experience. Thank you for your energy and enthusiasm. Tuwapigie makofi tena. Naam, tumeona kwamba Rais William Ruto alikuwa anafunga safari hii ya WRC ambayo si safari lakini michezo ambayo ilikuwa inaendelea pale Naivasha, ambayo jana iliisha katika eneo la Hell's Gate. Na tuliona kwamba Wakenya wengi walijitokeza kwa uzuri
na tunajua kwamba wengi walienda kule kwa burudani kutazama jinsi madereva wanaendesha magari tofauti. Lakini pia tuliona jinsi alizungumzia kuhusu utalii, kwa sababu alisema kuhusu utalii na uchumi. Tunajua kwamba Wakenya hawa kuenda kule Naivasha ni kwamba kaunti hiyo ya Nakuru ilipata wageni kwa wingi. Ni kweli. Kwa sababu wageni walitoka kaunti tofauti. Tuliona wengine walitoka kutoka maeneo ama nchi tofauti kama za Uganda, Tanzania, wengine wakitoka watu tofauti walikuja ambao walikuwa wanashuhudia safari rally hapo kwenye eneo hilo la Hell's Gate. Na kwingineko kulishuhudiwa msongamano mrefu na mkubwa zaidi wa magari, ikiwa kwamba mtu angeweza kupita kufika eneo lile la Hell's Gate, ikiwa kwamba magari ama msongamano wa magari ulishuhudiwa pale. Na kumbuka kwamba ni jambo ambalo linasaidia zaidi haswa kwa minajili ya biashara. Nadhani kwamba wakazi katika kaunti ya Nakuru haswa eneo lile la Naivasha walivuna pakubwa tangia siku ya Alhamisi, ikiwa kwamba wageni ndio walianza kumiminika pale siku ya Ijumaa, wakati basi lilisundiliwa ama mchezo huo ama WLC lilisundiliwa kamili na weekend yote hadi hiyo jana. Nakumbuka kwamba wengi maybe hawajatoka, wengine wanatoka hii leo. Kumbuka leo ikiwa kwamba ni Jumatatu, na nadhani kwamba biashara zilinoga. Zote zile ambazo zinafanya eneo lile, tutataja kwamba ni hili na lile, lakini tunadhani kwamba Wakenya haswa wafanya biashara katika eneo lile walivuna pakubwa. Naam, tuseme biashara ambazo ziliweza kunoga upande ule. Tuzungumzie kwanza hoteli ambapo watu wanalala kwa sababu watu ni wengi. Hoteli tofauti. Tunajua biashara za tuseme supermarkets hivi kidogo, wachuzi pia, kwa sababu tunajua kwamba watu wakienda pale Naivasha ni kusimama kando ya barabara. Ni kweli. Kwa hivyo kuna yule ambaye labda wachuzi wale ambao wanabeba maji, soda, kitu tu ka biscuit, cookies, vitu kama hizo. Nakumbuka wakati unapata kwamba bei ile ambayo umekuwa ukinunua maji ya kawaida kidogo unapata imepanda. Kwa sababu tuseme maji yale ambayo unauzia shilingi 50 utaweza pata kwamba unauzia shilingi 80 na kupita pale. Kwa kwamba kuna wengi. Nilizungumza na rafiki mmoja. Alikuwa eneo ile akaniambia huku bana mambo ni kitofauti, jinsi ambavyo mambo yanaendelea mule. Alikuwa anadhania kwamba tumekita kambi, lakini yote ni sawa kabisa jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika eneo lile. Nakumbuka kwamba WLC imekuwa ikifanywa hapa nchini Kenya kwa muda sasa, kwamba mwaka nenda mwaka rudi, na pia imekuwa ikichangia haswa wale ambao ni watalii wanaofika humu nchini Kenya. Hasa tukiangalia katika mitandao ya kijamii jinsi ambavyo tulikuwa tunaona video zile ambazo zilikuwa zinachukuliwa mahelikopta ambazo zilikuwa zinapita mule, na jinsi ambavyo zile shots ambazo zilikuwa zinatolewa pale, wengine wanaangalia minyama, wengine wanaona jinsi ambavyo miundo msingi ilivyo katika eneo lile, na ni sceneries ambazo ni za kufurahisha, na hilo ambalo liliweka nchi ya Kenya katika wakati ama eneo zuri tu, ama iliipa nchi ya Kenya fursa nzuri kwa kujitangaza haswa wale wawekezaji na pia watalii ambao wanatoka nchi tofauti kuja kuitembelea nchi ya Kenya, kuangalia ni kipi kile ambacho kinaendelea na yale ambayo tumeyakuza hapa nchini. Na pia tunaona kwamba kwa safari rally kukua ama kufanyika huku nchini Kenya, inamaanisha kwamba tuna barabara ambayo wanaweza kuitumia madereva hawa wakati wa mchezo huu. Sababu tuliona tumekuwa tukiona picha nyingi na sio lami, na nafikiria kwamba ingekuwa lami haingekuwa mzuri, mchezo huu haungekuwa mzuri. Lakini ukiangalia kwa sababu barabara hizi ni zile zina vumbi kidogo, ukitazama picha tofauti ambazo watu wamekuwa wakituma ama wakiweka pale mtandaoni, utaona kwamba gari hizi zikipita zinainua vumbi, na ni baadhi ya vitu vile ambavyo vinawafanya watu waje waende kutazama, waone kwamba hiki bado labda kinatokea hivi, ama swala hili kumbe hivi ndo labda dereva hawa wanakimbia kwa sababu wanaenda kwa mwendo wa kasi sana. Nakumbuka kwamba yale ambayo tuliyaona baadhi ya wanahabari, nadhani kwamba kama umeona baadhi ya video katika mitandao ya kijamii, kuna jinsi ambavyo fumbi na pia changamoto, lakini
unahakikisha kwamba tumetoa kazi nzuri haswa kwa video na pia picha ambazo zilikuwa zinapigwa katika eneo lile la Naivasha. Lakini ni tumaini letu kwamba wote ambao walienda ama walihudhuria michezo hiyo ya Safari Rally pale Naivasha, tunatumai kwamba mliweza kujiburudisha na pia kuendeleza uchumi nchini Kenya. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba viongozi kutoka kaunti ya Wajir wamemshukuru Rais William Samoei Ruto kwa kuwateua baadhi ya wakazi wa eneo hilo kushika nyadhifa muhimu katika serikali mwaka huu ama katika mwaka wa 2025. Naam, viongozi hao walizungumza pamoja na viongozi wengine wakisema kwamba uteuzi huo ni ishara ya kutambuliwa kwa eneo la Kaskazini Mashariki na ni hatua moja ya kuimarisha ushirikiano kati ya serikali pamoja na jamii ya Wajir. Hebu tusikize ni kipi kile viongozi hao walikizungumza. Hii ni nafasi ya pili tulipewa kama watu ya Wajir. Tuko na furaha kukutana hapa leo kurudishia shukrani Rais William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Sisi kama wana ODM tunarudishia shukrani baba, na tuko nyuma ya baba, mbele na nyuma. Tunarudishia shukrani na atutetee sana sana sana. Na tunaomba William Samoei Ruto wa president atuongezee nafasi nyingine. Sisi kama jamii wa kutoka Wajir, hiyo nafasi mbili ni kidogo kwetu. Ngali tunashukuru sasa, lakini bado tunazidi kuomba nafasi nyingine. Therefore, we as Wajian or people from Wajir, we hereby congratulate him and also support the government for giving us one of us getting for PS position, and that we know that he is capable, and we are thankful to the government after God, the President, and the Right Honorable Raila Odinga for this broad-based government by considering the Wajians. Basi mpenzi mtazamaji, pale baadhi ya viongozi hao kutoka eneo la Wajir ama kaunti ya Wajir wakizungumza, na nadhani kwamba Jacinta, hapa nchini Kenya ni kwamba ni haki kwa kila Mkenya kupata nafasi katika serikali ya ama serikali yake William Samoei Ruto. Lakini jinsi ambavyo tumeona hivi machuzi uteuzi unafanywa ni wanasiasa na wendani wa wanasiasa ambao wanapata nafasi kuhudumu katika serikali yake William Samoei Ruto, kwa kwamba baada ya Rais William Samoei Ruto na kiongozi yule wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga kuungana kwa pamoja, kile ambacho kinataja kwamba ni broad-based government ama serikali ambayo ni ya kushika Wakenya kwa pamoja na kufanya kazi, kile ambacho kilitajwa ni maendeleo kwa Wakenya wote. Na baadhi ya jinsi ambavyo viongozi hao wamezungumza ni kwamba hawajai shuhudia kile ambacho rais amekifanya, haswa kuwateua watu tofauti kutoka eneo lile la Wajir. Naam, tumekuwa tukiona Rais William Ruto akielekea katika sehemu ya Wajir ama Kaskazini Mashariki, ambapo ni kama kwa sasa Rais William Ruto amewapa kipaumbele kidogo ama amewafanya wakasikika. Tukiendelea tukitazama ama tukikompea na marais wengine ambao wamekuwa serikalini, na kwa sasa tukiona, kwa sababu Rais William Ruto tuliona kwamba alifanya ziara yake kwenda eneo hilo la Kaskazini Mashariki, ambapo kwa sasa tena tumeona kwamba ni kama amerudisha mkono kwa kuweka karibu na yeye ama kuweka viongozi hao wa Wajir karibu na yeye. Na pia tuliona uteuzi huu wa makatibu ambao waliteuliwa tu hivi majuzi. Tumeona kwamba viongozi tofauti walichaguliwa, lakini pia sio hawa peke yake ama sio hawa viongozi wa Kaskazini Mashariki peke yake wanamshukuru Rais Ruto. Tunajua pia tuliweza kuona kwamba viongozi wengine ambao waliteuliwa walitoka eneo hilo la Nyanza. Wengine wakitoka tumeona kwamba huko Kisii viongozi pia wameanza kujitokeza wakisema kwamba nyinyi hamtakuwa mnarusha mawe tu kwa Rais William Ruto. Jaribu kutulia ili nanyi mpewe vio tofauti serikalini. Lakini hatujui kama
inafaa usimrushe mawe ama usimkosoe Rais William Ruto ili upate cheo, lakini hatujui kama labda kwa sababu pia tunaendelea kufuatilia kwa umakini sana kuona kama Rais William Ruto atakuwa pia anageuza ama anafanya mageuzi yoyote katika cabinet yake ambayo watu wengi wamengojea sana. Tuliona Justin Muturi akisema kwamba yeye haezi jiuzulu, lakini pia hata kuwa anahudhuria mikutano yoyote ya cabinet ambayo itakuwa inaendelezwa pale labda kwenye State House, ambayo alisema kwamba hata kuwa anahudhuria mpaka wakati ule ambao Rais William Ruto atakuwa anazungumzia swala la utekaji nyara humu nchini. Basi ni swala ambalo limekuwa likijitokeza na jinsi ambavyo viongozi tofauti wanapata nyadhifa mbalimbali katika serikali yake William Samoei Ruto, kwa kwamba ni wendani hasa tukiangalia kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga na baadhi ya wendani wake ndio wamepata kuvuna bakubwa. Nakumbuka kwamba wiki jana jinsi ambavyo rais alifanya mageuzi siku ile ya Alhamisi jioni, na kuna minongono ambayo inaendelea kuzungumzwa katika zile ambazo tunataja kwamba ni corridors za kisiasa, kwamba huenda rais akafanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri na kuwateua baadhi ya marafiki na wendani wake Raila Amolo Odinga kuingia katika serikali na kushirikiana kwa pamoja katika kufanikisha maendeleo hapa nchini Kenya. Kile kwamba tutangoja tuone kama ni ukweli. Na kuna yale ambayo yamezungumzwa. Kumbuka kwamba rais anapanga safari ya kwenda Mlima Kenya kwa siku 7. Na kuna yale ambayo tumeyaona pale katika mitandao ya kijamii kwamba kiongozi ama aliyekuwa naibu wa rais kwamba amezungumza kitaja kwamba ikiwa rais atakubali kuwapa maendeleo na kutowaacha nje watu kutoka Mlima Kenya na pia kuacha kuwatimua serikalini, basi huenda akajiunga naye tena na kuhakikisha kwamba watamuunga mkono ifikapo kura za mwaka 2027. Kwa kwamba ni jambo ambalo linangojwa kwa makini na wale wadadisi wa kisiasa wakizungumzia hilo, wakingoja kuona ni jinsi ambavyo mambo yatakuwa yanafanyika ikiwa rais anapanga safari ya kurejea Mlima Kenya kwa siku 7. Kumbuka kwamba baada ya miezi kadhaa tangia kung'olewa mamlakani kwake Rigathi Gachagua, basi hadi sasa hivi rais hajaitembea mule jinsi ambavyo alikuwa anatembea awali. Tukingoja tuone safari yake ikianza eneo lile ni yapi ambayo atayazungumza, ni yapi ambayo atayafanya tunapoendelea kusonga mbele. Na pia ni kwamba Rais William Ruto pia tuliona kwamba Bwana Gachagua ama Rais William Ruto kulingana na ziara yake ya Mlima Kenya, tunaona kwamba alifanya mkutano na viongozi wa Mlima Kenya ambapo alienda kuzungumzia jinsi ziara yake itakavyokuwa, ambapo pia labda alikuwa anauliza pale kunaendaje, yale ambayo wanaweza kutaka yazungumziwe, lakini tunajua kwamba alifanya mkutano na viongozi kutoka eneo hilo la Mlima Kenya. Kwa kumbusha tu watazamaji pamoja na wasikilizaji wetu kwamba tulizungumza kuhusu WRC ambayo ni safari rally ambayo ilikuwa inaendelea pale mjini Nakuru, sehemu ya Naivasha. Siku ya jana shughuli hiyo iliishia pale Health Gate, ambapo tuliona madereva waliopata ushindi. Dereva mmoja aliyekuwa anaitwa Elfin Evans pamoja na msaidizi wake ama co-driver ambaye anaitwa Scott Martin walimaliza baada ya saa 4 dakika 21 sekunde 13, na ushindi huo ni wao wa pili katika safari rally humu nchini Kenya. Basi kia kwamba ni baadhi ya yale ambayo yametokea katika michezo tofauti. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba timu ya kitaifa ya Harambee Stars hiyo jana ilipotesha ushindi wao kwa timu ya Gabon waliofunga mabao mawili na Stars kufunga bao moja tu, hiyo hapo jana katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Naam, mashabiki wengi walijitokeza ili kushuhudia mchezo huu wa spoti wa Harambee Stars pamoja na Gabon
Town pale kwenye uwanja wa Nyayo, na pia tuliona kwamba hizi timu kushabikia timu hizi, mashabiki hawa wakishabikia timu hizi mbalimbali walihudhuria wengi sana wakitoka maeneo tofauti ya nchi ya Kenya, sio Nairobi tu, na pia tuliona viongozi tofauti pia wakihudhuria mchezo huo katika uwanja huo wa Nyayo. Tuangalie tuone ni yapi yalitokea hapo jana. Game tukiwa nyumbani for a long time timu yetu imekuwa ikicheza bila home fans. Finally the day is here. Niliamka mapema sana. We have been waiting for the gates to be open. Nimekuja kushabikia, ni mara yangu ya kwanza kuja kushabikia Harambee Stars. Kwa ushindi leo nahitaji ushindi mkubwa sana. Nimefurahi sana kufika Nyayo Stadium. Basi baadhi ya yale ambayo yalitokea katika uwanja ule wa Nyayo Stadium, na ni uzalendo mkubwa ambao ulishuhudiwa, ikiwa kwamba Wakenya wengi tu hawajaipata nafasi jinsi ambavyo walipata nafasi hiyo jana kuhudhuria katika kuishabikia timu ya taifa ya Harambee Stars. Kumbuka kwamba walijaa hadi bomoni, na wengi hadi geti moja pale ya Nyayo walipata kuifunja tu, wakati mashabiki walikuwa wengi tu na kutaka kuingia ndani, na basi wakafaulu kuingia wale ambao walikata tiketi na wale ambao kidogo hawakukata tiketi kwa minajili ya kushabikia timu ya kitaifa. Kumbuka kwamba baadhi ya viongozi hapa nchini Kenya akiwemo Raila Amolo Odinga, Rais William Samoei Ruto, na pia baadhi ya wabunge walihudhuria katika hafla hiyo ama katika mchezo ambao ulichezwa hiyo siku ya jana Jumapili. Na pia tuliona kwamba vijana wengi ama watu ambao walihudhuria wengi walikuwa ni vijana ambao walitoka maeneo tofauti. Tuliona pale wakipiga densi, wakiwa wamefurahia na walifika. Tukiona wengi wao walisema kwamba walirauka asubuhi ama walisafiri usiku mzima ili kuweza kufika pale asubuhi, na sio kufika tu asubuhi, waliweza kufika asubuhi na pia kungoja milango kuanza kufunguliwa baada ya masaa mengi. Waliweza kungojea pale, na pia tuliona kwamba wengi waliweza, jinsi ambavyo umesema, waliweza kusukuma maaskari ambao walikuwa wanalinda lango hizi ama milango tofauti katika uwanja huo wa Nyayo Stadium. Lakini na pia tunajua kwamba wakati watu upata kwanza kwamba wamekusanyika mahali, tuseme kama uwanja huo wa Nyayo Stadium, tunajua kwamba msongamano wa magari lazima ulitokea pale kwenye jiji la Nairobi. Lakini pia tukiangazia uzuri wake ni kwamba pia kibiashara kwa wikendi hii natumai kwamba biashara imeweza kufanyika vizuri eneo hilo la Nairobi na pia eneo la Naivasha jinsi ambavyo ulisema. Na kuna mmoja hapa ananiambia, shabiki Minyoya, ambaye ananieleza kwamba Shabana ndio inaongoza katika ukubwa wa mashabiki hapa nchini Kenya, alafu inafuatwa na timu ya kitaifa ya Harambee Stars. Lakini ukiangalia labda inaweza kuwa ni ukweli, kwa sababu tunaona kwamba Shabana hata wawe wanacheza nyumbani ama nje ya nyumbani, wafuasi huwafuata labda kama wanaenda Nakuru ama wanaenda Nairobi, unapata kwamba wafuasi wanasonga na wao. Hata Shabana kwa sasa wakisema kwamba wanaenda kufanya labda event yoyote, wakisema kwamba timu hii ya Shabana kuanzia leo ama weekend inayokuja watakuwa hapa na hapa wakifanya hivi na hivi, utaona kwamba wafuasi wengi watajitokeza. Lakini labda kidogo labda ni kwa sababu timu ya kitaifa ni ya kitaifa, na Shabana kidogo bado inaelekea pale. Lakini kwa sasa tunaona kwamba timu ya Shabana imekuwa ikiwapata wafuasi wengi wapya, wengi wageni ambao wanajiunga na timu hii ya Shabana. Naam. Pale ananiambia kwamba tunafaa tutaje kwamba Shabana ndio timu ya kitaifa nchini Kenya. Lakini hayo tu, tutaona jinsi ambavyo mambo yataendelea. Na taarifa ambazo zinafumukana na hizo ni kwamba baada ya maelfu ya Wakenya walioonyesha uzalendo kwa kujitokeza kwa wingi kuishabikia timu ya Harambee Stars siku ya jana katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi,
iliyokuwa inacheza na timu ya Gabon, kwa kwamba kuna baadhi ya mashabiki hao walifukuza mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya, huko wakisema anapaswa kumheshimu Raila Odinga. Na mashabiki hao pia walikuwa wanaimba nyimbo ambazo walikuwa wanasema za kutaka Rais William Ruto kutoka mamlakani, ambapo walikuwa naonekana kuwa wachangamfu sana na pia wasiokuwa wanasikiza. Acha tusikize tuone kwamba wafuasi hao walikuwa na nini ya kusema. Tukio la kutatiza pale, jinsi tumeona kwamba mashabiki hawa walikuwa wanamfukuza mbunge huo mbunge Peter Salasya kutoka uwanja wa Nyayo, ambapo wengine walisema kwamba anafaa kuheshimu Raila Amolo Odinga. Lakini nafikiria kwamba hiyo sio njia nzuri, kwa sababu kila mtu ana uhuru wa kuzungumza fikra zake na pia kusema yeye anafikiria nini hata kama hamkubaliani. Lakini labda alizungumza wakati mbaya, kwa sababu Wakenya jinsi ambavyo wanajulikana, tunajua kwamba Wakenya wakiwa tuliona Raila alipokuja Kisii, Wakenya si Wakenya tu, lakini tuliona kwamba watu walianza kuimba nyimbo za kutaka atoke, ama za kusema huu ni wakati ambapo aliungana na rais. Tukaona kwamba vijana hawakuwa wamefurahishwa na swala hili. Wakati alikuja wakasema kwamba Raila hakuwa anafaa kuja, kwa sababu akija hapa sisi hatutaki kumuona kwa sababu hatusaidii. Ni kweli. Na kwa sasa tukaona kwamba Peter Salasya pia ameelekea pale uwanja wa Nyayo kuenda kushuhudia mchezo huu ama soka kati ya Kenya ama Harambee Stars na Gabon. Alafu tukaona akifukuzwa ama akigongwa, na sio njia nzuri. Ndio, si njia nzuri ya kufanya mambo. Hata baadhi ya maafisa wa polisi walishindwa, lakini walijaribu kumsaidia na akapata njia ya kutoka katika uwanja ule wa Nyayo na kuelekea nyumbani kwake. Baadaye tukaona video ambayo anaonekana akiwa na maumivu katika uso wake na baadhi ya sehemu zake za mwili, wakati aligonga na baadhi ya vijana wale waliokuwa wanamfukuza katika uwanja huo wa Nyayo Stadium kwa kile ambacho walitaja aheshimu Raila. Na pia tumeona vijana jinsi walivyokuwa wanasema Ruto must go, ambapo tumeona ni kama kwa sasa imekuwa ni slogan ama ni kama ni wimbo ambao katika uwanja wowote, kama tuna tukio lolote ambalo linaendelea, iwe ni tukio la kihistoria nchini Kenya, iwe ni michezo, iwe ni tofauti masuala tofauti, kama kuna msongamano wa watu ama umati mkubwa wa watu, tunaona kwamba Wakenya imekuwa ni kama ni kawaida kwa sasa. Wanasema Ruto must go, kila mtu anazungumza hivyo. Maandamano tofauti tumekuwa tukiona wakitumia pia hashtag pale kwenye mitandao ya kijamii wakisema Ruto must go. Na ni kweli kuna yale ambayo hata baadhi ya majina ambayo wamempandika rais, kumbuka kwamba alitaja majina hayo yafikishwe 10 ya kuashiria kwamba ni miaka 10 ambayo atakuwa anaongoza hapa nchini Kenya, kwamba kidogo ni kuchekesha, lakini kisiasa kuna kile ambacho unapata kwamba either mtu anapata kuungwa mkono ama anapata kujulikana zaidi, jinsi ambavyo Wakenya wamekuwa wakifanya. Kumbuka kwamba haya yote yanatokea wakati mgumu, Wakenya wanajionea mambo magumu, kwa kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu hapa nchini Kenya. Lakini nadhani kwamba tunapozidi kusonga mbele, nadhani serikali itafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba kazi zimepatikana kwa vijana, na kwamba anataja kwamba wengi ambao wanahudhuria baadhi ya sherehe hizi kidogo wamekosa kasi ya kufanya, ndio maana wanafika mule. Na tuliona katika wakati ule rais alikuwa na ziara katika kaunti ya Nairobi, hata wengi tukaona wakipora watu pale magari, wengi wakitaja kwamba ni ukosefu wa kazi. Basi vijana wanageuka
kuwaibia Wakenya wa kawaida. Lakini pia wakisema kwamba ni ukosefu wa kazi. Tumekuwa tukiona Rais William Ruto akisema kwamba aliahidi vijana watakuwa wanapewa kazi, lakini tukaona kwamba vijana hawa wanapelekwa nchi za nje kwenda kufanya kazi huko, na walio nchini hapa bado hawajapata kazi. Ni kuuliza tu kwamba kazi zile ambazo Rais William Ruto amekuwa akiahidi ni gani hizi haswa? Naam. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, unaendelea kufuatilia kipindi cha Pambazuko kutoka hapa studio zetu. Tunapoendelea kusonga mbele, tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tutarejea tukufahamisha baadhi ya habari ambazo zimetokea kutoka rubaa za kimataifa, kisha baadaye tuangazie yaliyomo magazetini. Kumbuka kwamba utatupata katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, tupata kama Ndizi TV News Digital, YouTube, Instagram, X account pamoja na TikTok utupate kama Ndizi TV News. Na kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi ama SMS na kupitia upande ama mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Na mtovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Utapata matukio yote ambayo tutakuwa tunakuelezea hapa ndani ya kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Tunatumai kwamba ubuheri wa afya, na kama unaingia kwa sasa ama unaingia kwenye kipindi chetu, tuelezee unasikia taarifa hizi ama fikra zako katika taarifa hizi ambazo tumekuwa tukikupa ni zipi. Basi tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tunapitia jumbe zako na pia kukufahamisha yale ambayo yametokea katika rubaa za kimataifa. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta. Tunarejea. Unatazama Ndizi TV Afrika. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals.
We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV Africa. Karibu tena mpenzi mtazamaji kutoka kwa mapumziko mafupi hayo ndani ya runinga ya Ndizi TV Africa. Kumbuka kwamba unaweza kutazama katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook @Ndizi TV News Digital ili tuweze kuendelea kuzungumza pamoja. Nakumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp na vile vile ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, na katika tovuti yetu tembelee www.ndizitv.co.ke tukielezea yale yote, ama pia wewe uweze kujua kwamba ni yapi yale yanaendelea nchini Kenya. Na pia tukiendelea kwa sasa tunaendelea na awamu ya kwanza ambayo ni yaliyojiri, ambapo pia tutakuwa tunakuelezea ama tunaendelea kukuelezea ni yapi yaliyotokea nchini Kenya weekend hii ambayo imeisha. Na katika awamu ya pili tutakuwa tunakupatia ama kuchambua magazeti ama taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye magazeti. Basi tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba baadhi ya taarifa kutoka rubasa kimataifa kutoka nchi ile ya Israeli na pia Gaza ni kwamba jeshi la Israeli limetoa wito kwa Wapalestina wanaoishi katika eneo la Rafah kuondoka
wakati huu vikosi vyake vikianzisha mashambulio katika mji wa kusini wa Gaza. Mashambulio ya usiku kucha ya Israeli katika eneo hilo lililozingirwa yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 19 akiwemo kiongozi mkuu wa kisiasa wa Hamas Isara Bardawi. Maafisa wamethibitisha hilo. Na kwingineko, taarifa ambazo zinafumukana na hizo ni kwamba Wizara ya Afya inayoongozwa na Hamas katika ukanda huo wa Gaza imesema kwamba idadi ya raia wa Palestina waliouawa tangu kuanza kwa mapigano kati ya Israeli imefika watu 50,000 huku wengine 1113 wakipata majeraha mabaya. Na kwingineko, tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya wiki 5 kupitia kwenye dirisha katika hospitali ya Gemelli ya Roma kabla ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Papa Francis alizungumza na waumini ambao walihudhuria ama waliokuwa wamefika katika majengo hayo ya hospitali kupitia kwa dirisha hilo la hospitali hiyo ya Gemelli, eneo hilo la Roma. Na kwingineko ni kwamba rais mpya wa nchi ya Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah amemteua makamu wa rais mwanamke na waziri wa fedha. Lucia Witbooi ameteuliwa kama naibu wa rais, wakati Erika Shafuda akiteuliwa kama waziri wa fedha wa nchi hiyo ya Namibia, kwa kwamba ni kupitia kwa ripoti ambazo zimetolewa na shirika lile la Reuters kutoka ama taarifa ambazo zimetolewa na shirika lile la utangazaji ama kituo cha Reuters hapa ulimwenguni, kwa kwamba ni baadhi ya yale ambayo yametukia katika rufaa za kimataifa tunapoendelea kusonga mbele katika awamu hii ya pili ya kipindi Pambazuko. Naam, asante sana Jeff kwa habari hizo za kimataifa. Na nataka kidogo tupitie jumbe kutoka kwa wafuasi wetu pale kwenye sehemu ile ya Facebook, ambapo naona watu wengi ambao wamejiunga nasi, ambaye naona Omosori Bwegesusu anasema Kerandi Dennis aka Omosori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club mpaka Agachupa yuko nyumbani. Omwigwa Eric Okari anasema good morning Team Ndizi TV Pambazuko. We thank God for the gift of life and the blessing. Na ni refu sana, chani ni karibie kidogo. Anasema we thank God for the gift of life and the blessing of a new day as we rise this morning. May our hearts be filled with gratitude for his unending love, mercy and protection. Each new day is a reminder of God's faithfulness and great grace upon our lives. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ambayo ametumia kitabu cha Psalms 118 akisema may today bring you peace, favor and countless blessings. Let's walk through this day with hope, faith and a thankful heart. Amen. Ametuombea pale. Amina. Naam, namwona pale Rhoda Ruth anasema from Jeddah mwa Waiguru Nyaribari Masimba Bunyankoni Agasa, good morning and happy new week ahead to all people. Ndizi TV News Digital is following. Mwigwa Eric Okari anasema lesson from Isaiah ambayo tulisoma, ambayo ni himizo. Amesema kwamba renewed strength, akisema waiting on God refreshes us and gives us a new strength to face challenges. Anasema namba ya pili kwamba rising above challenges. Ama anasema kwamba kuelezea tu mtazamaji, Eric Okari anazungumzia kuhusu himizo la siku ambalo tuliwapatia siku ya leo, ambaye anasema kutoka kwa himizo hili unapata renewed strength, nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nguvu ya kupata ama kupitia kupita changamoto tofauti. Like eagles we can soar high above difficulties with God's help. Na pia anasema endurance and hope, ambaye anasema trusting in God helps us walk through life without giving up or growing weary.
Basi na hapa nikiangaza pale namuona MC Pachela 003 akisema kwamba habari ya asubuhi. Ndugu MC Pachela, naona umeiwa kinami pamoja, asante sana. Yana anasema kwamba through Jeva and Miss Nyabeta, each morning we are delightful to join your space to learn, laugh and grow together. Pambazuko breakfast is more than just a program. It is a celebration of the connection that brings us closer to our culture and one another. Naona pale Rodaruto anataja kwamba Frederick Ogembo, Rasogo Caleb, Andrew Matunda, Enoku Mochere, Enoku Nyambane akisema kwamba good morning and happy new week ahead to you all. Asante sana Rodaruto, na hao mashabiki ambao umetaja waingie ndani. Omatodi Finicent akitaja kwamba good morning kutoka maeneo ya Doha Qatar kufika hadi Bomachoge Borabu, hapo ndio kwao nyumbani. Anasema kwamba anaendelea kufuatilia moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook pale. Na pia namuona Emmanuel Mwaga anasema kwamba Emmanuel Mwaga kutoka Getenga Village, Rioma Marani, tuned in akiwa ndani ya kipindi kama kawaida. Na watu wengi ambao amewataja pale, siwezi kuwataja wote, lakini tunawaona wote na tunashukuru kwa wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi chetu cha Pambazuko tunavyoendelea hapa katika awamu hii ya yaliyojiri hapo jana. Na unajua kwamba tumekupangia mengi siku hii ya leo. Tutakuwa tunakupa taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika magazeti tofauti na magazeti ambayo yanapatwa kuuzwa sana ama kwa wingi humu nchini Kenya. Lakini kizungumzia taarifa ya kitaifa ambayo ya kimataifa ambayo umetupa ya Papa Francis, kwa sababu hatujaikuwa tukimuona, tumekuwa tukisikia kwamba hakuwa na afya njema ama nzuri kwa wiki ambazo zimekuwa zikipita, na baada ya mwezi mmoja na wiki nyingine moja tumeona kwamba amejitokeza. Ilikuwa ni furaha kwa Kristo wa Katoliki kwamba na tunajua kwamba wanaendelea na Kwaresma ama kipindi chao cha Kwaresma, na ni pia walionekana kuwa na furaha baada ya kumuona Papa Francis akiwa ameanza hata kutoka hospitalini, kwa sababu tunajua miaka yake imeenda sana. Miaka yake imeenda na tumekuwa tukiona kwamba amekuwa na shida za kiafya. Kwa hivyo kumuona tu kwamba ametoka hospitalini, amekuja akaonekana tu kidogo, ni njia mojawapo ya kuonyesha kwamba labda ameanza kujihisi vema. Ndio. Naam. Na tukizungumza swala lingine kwamba ni taarifa siri za kimataifa, kwamba kutoka nchi ya Namibia, rais ambaye aliteuliwa Bwana Netumbo Nandi Ndaitwah alimteua mama kama naibu wa rais, na bila shaka akamteua mama mwingine kama waziri wa fedha. Sijui Nyabeta, maoni yako ni yapi kuhusiana na jinsi ambavyo viongozi hapa haswa nchi za Kiafrika, unakumbuka kwamba miaka ya nyuma tamaduni na jinsi ambavyo viongozi wa Kiafrika walikuwa wanatazama uongozi, si rahisi upate kwamba mama ameteuliwa kuwa rais ama mama anapatiwa cheo kikubwa serikalini, jinsi ambavyo tumeona nchi ya Tanzania. Tunaona kwamba ni mama anaongoza ambaye alichukua ushukani baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Magufuli. Na pia tumeona pale Namibia rais ambaye aliteuliwa amemteua naibu wake akiwa mama, na bila shaka yule ambaye ni waziri wa fedha katika nchi hiyo akiwa bado ni mama, na jina lake ni Rusia Witibobi ambaye ni ameteuliwa kama naibu wa rais. Na Erika Shafuda naye ameteuliwa kama waziri wa kifedha ama wa fedha katika nchi hiyo. Sijui maoni yako jinsi ambavyo tumeona akina mama wakipata nyadhifa mbalimbali katika nchi za Kiafrika? Naam. Maoni yangu ni kwamba tunaona kwamba ni safari nzuri ambayo Afrika imekuwa imepitia safari, kwa sababu kwa kina dada, kwa kina mama tulikuwa tunajua kwamba kwa culture ya Afrika tulikuwa tunajua kwamba wanadada ni wanafaa kuketi nyumbani na kushughulikia ama kushughulikia boma. Ndio jinsi ambavyo ilikuwa inasemwa kitambo. Lakini siku hizi tumeona kwamba kuja kwa masomo, watu wamesoma, na pia kwa sasa hatuwezi sema kwa mwanamke ama mwanamume ni mkubwa
ama mwanamume ni mkubwa kuliko mwanamke, kwa sababu tunajua kwamba kwa sasa tumesoma na tumejua kwamba kuna sisi wote ni binadamu. Swala muhimu ni kwamba sisi wote ni binadamu. Haijalishi kama wewe ni mwanamke ama mwanamume. Na kwa wanawake kuingia siasa ni changamoto bado, kwa sababu umesema jinsi umesema nchi ya Tanzania ina mwanamke kama rais. Na pia nchi tofauti za Kiafrika tumeona pia wanawake wakiwa marais, naibu wa rais. Umesema nchi hiyo wameweka rais ama naibu wa rais pia ni mwanamke, na pia katika makatibu tofauti unapata ni wanawake. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa sasa ni njia mzuri ambayo tunasonga kama Afrika, kwa sababu kwa sasa tunaona kwamba kidogo ile women empowering ambayo imekuwa ikifanyika kwa miaka ya nyuma imeanza kuzoa matunda, lakini bado hatujafika pale, kwa sababu tukizungumzia nchi ya Kenya, nchi ya Kenya hatujaona bado wanawake hawaja patiwa ule uhuru wote ama ile nafasi ya kutawala vizuri. Hata ya kufungua mabawa vizuri. Wanafungua mabawa kidogo, lakini hawayafungui yote, sababu kidogo wakitaka kupeperuka wanaambiwa kidogo tulia kwanza, mwanaume hakuelekeze kwanza. Tuliona Kawira Mwangaza ni kesi ambacho bado ina taasubi ya kiume. Hata tukisema hatutaki kuzungumzia swala hili. Swala hilo jinsi ambavyo Kawira Mwangaza alisema kwamba wanaume walio na taasubi ya kiume ndio walikuwa wanataka atoke uongozini katika kaunti ile. Ni kweli, na ukiangalia wakati kwa sababu Kawira alikuwa ni gavana wa kaunti hiyo ya Meru, akachagua mwanaume kuwa naibu wake. Na ni kama swala hili halikuwafurahisha wakazi wa kule Meru ama wanaume viongozi kutoka Meru. Ikabidi wamemtoa uongozini kutumia huyo naibu wake. Na kwa sasa tumeona naibu wa gavana wa kaunti hiyo ya Meru aliyeteuliwa ni mwanamke. Wametulia kwa sasa, viongozi hao wengine wametulia kwa sababu wanaona kwamba hivyo ndivyo inapaswa kuwa. Haipaswi kuwa mwanamke awe juu ya mwanamume. Lakini bado hatujafika sisi kama nchi yetu ya Kenya. Hatujafika mpaka wakati labda kwa sababu inahitaji mwanamke, kwa mwanamke kuwa kiongozi kama gavana, kama mbunge ama mwakilishi wodi, masuala kama hayo. Utapata kwamba yeye mwenyewe anafaa kujitolea kwa atatumia nguvu nyingi kulingana ama kuliko mwanamume. Kwa hivyo bado hatujafika, lakini ni njia moja ya kuonyesha kwamba tunaelekea pale, kwa sababu watu wameanza kuyaona. Naam. Basi maoni yake hayo Jacinta. Kumbuka kwamba kuna wakati mmoja kiongozi wa nchi Rais William Samoei Ruto alitaja kwamba ikiwa chama cha UDA kwenda mbele, basi ikiwa kwamba ni mwanaume amesimama kiti kama gavana, basi lazima amteue mwanamke kama naibu wake. Na akataja kwamba rais akiwa pale juu akimteua yeye ndiye anawania kiti cha urais, basi amteue mama kama naibu wa rais. Tutangoja tuone mwaka 2027 kura ambazo zinatarajiwa hivi punde ama zitakuwa zinakuja baada ya mwaka mmoja hivi ama miaka miwili hivi. Je, hilo litafanyika ama litakuwa ni kinyume, ama watazungumza ama wataliacha nje? Kwamba na tumeona baadhi ya wanasiasa wakizungumza basi kutoka pale Western Kenya. Wakitaja kwamba sasa wanataka kiti kile cha Profesa Kithure Kindiki ambaye ndiye naibu wa rais, na katika katiba mpya ya mwaka 2010 ndiye naibu wa rais wa 3 baada ya William Samoei Ruto akiwa kwamba ni naibu wa rais wa kwanza, Geoffrey Rigathi Gachagua naibu wa rais wa pili ambaye aling'atuliwa mamlakani, basi naibu wa rais wa 3 ni Geoffrey Rigathi Gachagua. Samahani ni Profesa Kithure Kindiki ambaye anashikilia wadhifa huo pale siasa zikiendelea kuchezwa hapa na pale. Je, Rais William Samoei Ruto mwaka 2027 katika kutafuta tena kiti hiko cha urais atakuwa anamteua mama kama naibu wake
ama mambo yataenda kinyume na jinsi ambavyo walikwisha zungumza awali? Naam, swala hilo tutakuwa tunaliangazia kwa undani ifikapo wakati huo, lakini naona kwa sasa muda unazidi kuyoyoma na tunafaa kuingia kwenye kipindi cha pili ama awamu ya pili ya kipindi chetu cha Pambazuko, ambapo ni uchambuzi wa magazeti ambayo yanauzwa kwa wengi nchini Kenya, ikiwemo The Standard, The People's Daily, The Daily Nation pamoja na Taifa Leo. Basi tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunaangazia magazeti hayo jinsi ambavyo tumekutajia pale. Kumbuka kwamba utatufuata katika mitandao ya kijamii, utanipata pale Facebook kama Jeff Nyakundi, nami Jacinta Nyabeta, na bila shaka utakuwa unafuatilia ukurasa wetu wa Facebook kwa Ndizi TV, utakuwa unatupata kama Ndizi TV News Digital pale Facebook. Na tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke, na utakuwa unazungumza nasi kupitia arafa fupi ama SMS, na pia mtandao ule wa WhatsApp kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, endelea kuwa nasi, usisonge, tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Unatazama Ndizi TV Afrika. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3 karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi.
Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Unatazama Ndizi TV. Basi barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV popote pale ulipo, kia kwamba tumerejea tena katika awamu ya pili kuendelea kukufahamisha yale ambayo yaliyomo magazetini. Kumbuka kwamba tulikuwa tunaangazia baadhi ya magazeti makuu hapa nchini Kenya, tukianza na gazeti lile la The Standard newspaper na bila shaka gazeti lile la The Daily Nation. Naam, tukiangazia gazeti la The Standard kwanza tu tunaona kwamba kwenye ukurasa wa kwanza taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, mwandishi ameandika don't trust Raila, yani usimwamini Raila, ambapo amesema kwamba NIS warning, akisema after a court ruled that Azimio was the majority party in parliament, ODM began pushing for the leader of majority seat, but a warning from the National Intelligence Service stated that granting this position could empower the opposition party to pursue the president's impeachment. As a result, President William Ruto strategically backed down and opted to offer other key committee positions instead. Ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa 4 katika gazeti la The Standard. Kama National Intelligence Service, tukisema kama shirika hili linasema ukweli kwamba opposition ama chama cha upinzani kilikuwa na nia ya kumtoa Rais William Ruto ofisini, basi ni njia mojawapo ya kukwambia kwamba usimwamini yeyote. Lakini pia kwenye siasa tumekuwa tukiona kiongozi wa ODM Raila Odinga amekuwa akifanya mikutano tofauti na pia tumekuwa tukiona kutoka awali hapo awali Raila Odinga amekuwa pia akifanya muungano na marais tofauti hapo nyuma, lakini inakuwa ni kama ni swala la kawaida kwa sasa. Ni kweli. Atasema labda watafanya uchaguzi, aseme kwamba ameibiwa, aseme kwamba turudie kupiga kura kama wa Kenya. Baada ya hapo labda baada ya mwaka moja miaka mbili anasema ni sawa, basi nitaungana na huyu kiongozi. Lakini hatujaona kama Raila baada ya kuungana na viongozi hawa yeye huwa betray. Hatujaona kama yeye huwa betray, lakini labda kwa sasa njama anayo, lakini hatujui kama labda ana hiyo njama ama hana. Na ni baadhi tu ama kile ambacho kimezungumzwa katika gazeti hili, jinsi ambavyo mwandishi amechapisha kupitia shirika lile la National Intelligence Service, akitaja kwamba rais asija akamwamini huyu Raila Amolo Odinga. Ni mengi ambayo yametajwa pale. Kile ambacho ametaja kwamba walikuwa wanataka majority leadership katika bunge la kitaifa, lakini kidogo pale rais akatoa ama akawapa baadhi ya kamiti kubwa katika bunge lile la kitaifa kwa kwamba ni mabadiliko ya uongozi katika kamati za bunge yale ambayo yalishuhudiwa wiki jana, na pia wiki hiyo jana tumeona baadhi ya uendani wake Raila Amolo Odinga wakiingia katika serikali, haswa makatibu wa kudumu ambao waliteuliwa kushikilia nyadhifa mbalimbali katika wizara tofauti hapa nchini Kenya. Wakitaja kama mwandishi pale kwa zaidi ama taja kwamba hiyo ni ishara ya mgawanyo wa madaraka na mashindano ya kimadaraka kati ya vyama mbalimbali bungeni. Aidha inaonyesha kuwa siasa za Kenya zikiendelea kujitokeza wazi, vyama vya kisiasa viko tayari kutumia nafasi ya kikatiba kufanya siasa zao kuendana na malengo
yao kibinafsi. Kumbuka kwamba mara ambapo wanataja kwamba mara ambapo hautakuwa na yule enemy ni siasa. Leo hii sitakubaliana nawe, kesho nakubaliana nawe. Na hili tumekuwa tukiliona likidhihirika kupitia kwa kiongozi huyu wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, na katika serikali zote ameonekana kwamba ndio anasimama anaipinga kidogo pale wanafanya mazungumzo na wanakubaliana na anaiunga mkono na mambo yote yanaendelea. Na swali ni je, ifikapo mwaka 2027 je, bado watakuwa ama ndoa yao itakuwa inaendelea jinsi ambavyo ilivyo kwa sasa ama mambo yatakuwa yamebadilika? Na tukiendelea kusonga mbele katika gazeti hili la The Standard newspaper ukurasa wa pili, taarifa ambazo zimechapishwa pale zimepewa kipaumbele kwamba IEBC chair interviews kick off today, kwa kwamba ni wenyekiti ama mahojiano ya kuwatafuta wenyekiti wa tume ile ya uchaguzi hapa nchini IEBC, ikiwa kwamba inaangazia kwamba Jumatatu hii kuanzia saa 6 mchana mahojiano ya uteuzi wa mwenyekiti mpya wa IEBC yatakuwa yameanza, ikiwa kwamba ni mchakato muhimu katika nafasi muhimu ambayo mwenyekiti wa IEBC huchukua katika kuhakikisha uchaguzi huru na haki hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba ni zaidi ya miaka miwili baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC marehemu Wafula Chebukati alipata kustahafu na pia kuondoka afisini, basi serikali ikiwa mbioni kumtafuta yule ambaye atakuwa anachukua uongozi katika tume hiyo ya IEBC. Mpenzi mtazamaji, taarifa hizo utasoma kwa kina katika gazeti hilo la The Standard ukurasa wa pili. Naam, katika ukurasa wa 23 katika gazeti la The Standard tunaona Pope returns to Vatican from hospital. Ni habari yake Papa Francis ambaye amekuwa hospitalini kwa muda wa wiki 5 na kwa sasa amerudi nyumbani, ambapo alionekana akiwasalimia pia Wakristo katika eneo hilo la Vatican, na ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele pia katika gazeti hilo la The Standard. Na tunapoendelea kuangalia ama tukiendelea kuangazia gazeti hili la The Standard, kiwa kwamba kuna pull out ambayo inapatikana katika gazeti hili la The Standard. Pull out hii inaangazia mambo ya kiafya na kisayansi. Ukipata basi utakuwa unaangazia, mnasoma mengi kuhusiana ujue hali ya afya nchini na pia hali ya kisayansi hapa nchini katika gazeti hili la The Standard newspaper. Na katika sporti tunaona mwandishi amezungumzia kuhusu safari rally ambayo ilikuwa inafanyika pale Naivasha, ambaye amesema kwamba Welshman Evans wins safari rally. Ni kuzungumzia tu kuhusu safari rally na kusema kwamba washindi ni kina nani. Taarifa ambayo utaipata katika sports page 30 and 31 ama ukurasa wa 30 pamoja na 31. Na tukiendelea kusonga mbele katika kuangazia taarifa kuu katika magazeti, tukiangazia sasa gazeti lile la The Daily Nation, ni kwamba taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, tunaiona picha yake Moses Kuria ambaye ni advisor wake Rais William Samoei Ruto haswa mambo yale ya kiuchumi, hapa akitaja kwamba auctioneers target Kuria, kwa kwamba ni pesa. Politicians had denied ownership of a UAE registered firm making big moves in the public and private sector. Pale mwandishi akitaja kwamba ni kama huyu Moses Kuria sasa amesota or going broke, safe for a court order or payment of an undisclosed death. The auctioneers hammer will land on 2 residential buildings owned by the former Trade Cabinet Secretary Moses Kuria. Anyone wishing to wrestle the 2 properties of the hands of the focal politician, who is one of the president's economic advisors, will have to pay a refundable 3 million bidding deposit to the auctioneer and then square it out with other potential buyers on April 8. Kia kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 4. Kia kwamba ni swali, kuna baadhi ya viongozi wakuu katika serikali na wale ambao wanasema kwamba wamekuwa wakifanya kazi katika wamekuwa wabunge, kitaja kwamba kidogo
wamesota. Na nadhani kwamba ni mali ambayo wengi wanajirimbikizia kidogo pale, hawataji kama ni nani ambaye anacho hiki na kile, lakini kisha baadaye ikiwa kwamba ni mihela ama pesa zile ambazo wanakuwa nazo nyingi tu kidogo, ama zile loans ambazo wamezichukua kidogo pale hawajazilipa, basi ndio maana tumeona hapo huyu Moses Kuria kidogo atakuwa anapoteza baadhi ya nyumba ambazo zimejengwa katika eneo lile la Nairobi, basi zitakuwa zinachukuliwa kwa kwamba hawa maauctioneer watakuwa wanaangazia ama watakuwa wanapiga mnada baadhi ya mali haya ambayo ama ni ya Moses Kuria ambaye ni anampa ushauri rais aswa mambo yanahusiana na kiuchumi hapa nchini Kenya. Na pia katika ukurasa wa 6 kwenye gazeti la The Daily Nation tunaona mwandishi akizungumza kuhusu makatibu ambao waliongezwa, makatibu 7 ambao waliongezwa katika serikali ya Rais William Ruto, akisema kwamba huge cost for 7 extra PSs revealed. Ni kuzungumzia swala la pesa, ambapo anasema kwamba hawa makatibu 7 ambao waliongezewa ama waliongezeka katika serikali hii ya Rais Ruto watakuwa pia wanahitaji pesa nyingine nyingi. Na tukumbuke kwamba hapo awali wakati wa maandamano ya Juni mwaka uliopita tuliona kwamba baadhi ya ahadi ambazo Rais William Ruto alikuwa amepeana kwa waandamanaji ni kwamba atakuwa anapunguza nambari ya viongozi ambao wako serikalini, ikiwa ni kutoa cabinet pia alikuwa ameambiwa atoe, ambayo hakutoa, ambayo aliwazungusha tu akawabadilisha kutoka sekta tofauti tofauti, na akasema kwamba atakuwa anapunguza nambari ya makatibu ambao wako katika serikali, lakini tunaona kwamba bado aliweza kuongeza makatibu wengine 7. Ni kuonyesha kwamba labda hasikizi wa Kenya, lakini tunaona pale mwandishi akisema it will cost the taxpayer 66.6 million a year in monthly salaries for an additional 7 principal secretaries following President Ruto's recent reorganizations of the government. Anasema in the changes, state departments will increase to 57 from 50. Akisema kwamba to accommodate political interest following the handshake between President Ruto and the opposition leader Raila Odinga. However, this is bad news for the overburdened taxpayer, as it will increase the country's already bloated wage bill. Ni kweli? Na inaonyesha kwamba nimeona gazeti moja, nafikiria ni gazeti la The People's Daily, ambapo Rais Uhuru ama aliyestaafu Rais Uhuru Muigai Kenyatta akisema kwamba Ruto awasikize wa Kenya, kwa sababu kwa Rais Ruto kuongeza makatibu wengine 7 kwenye serikali, ambapo inamaanisha kwamba kuongeza hawa 7 ni Mkenya wa kawaida kuendelea kulipa hela nyingi ambayo ni kutoa ushuru mwingi ili huyu katibu aweze kulipwa, ilhali kwa sasa Wakenya hawawezi kujimudu na ile pesa kidogo ambayo wanapata. Na ni kweli jinsi ambavyo umetaja kwamba serikali imekuwa ikikumbuka kwamba serikali ambayo ilipita yake Uhuru Muigai Kenyatta, hapo ndipo kulianza kutengezwa nafasi za makatibu wa kudumu zaidi, na jinsi ambavyo tumeona yale mabadiliko rais aliyafanya wiki jana ya kuwateua makatibu wa kudumu katika wizara tofauti tofauti. Kuna nafasi ambazo alizitengeza zingine na kuongeza makatibu hao wa kudumu, na kuna hata mmoja ambaye alitumwa nyumbani. Tuseme kwamba huyu ametumwa nyumbani, basi mwingine amechukua nafasi. Kio kwamba ni jambo la kushtua na pia kuuliza maswali, je, pesa ambazo zitakuwa zinatumika kuwalipa baadhi ya hawa makatibu wa kudumu mishahara zitakuwa zinatoka wapi? Na vile vile tunavyoendelea kuona uchumi wa nchi ya Kenya kidogo haujakuwa ukifanya vizuri tu, kwa kwamba ni jambo kidogo pale la kusikitisha, na jinsi ambavyo Mkenya wa kawaida atakuwa analimbikiziwa magumu, kwa kwamba atakuwa anatoa ushuru wa juu kuhakikisha kwamba amewalipa baadhi ya hawa makatibu wa kudumu ambao wameteuliwa kuchukua nyadhifa mbalimbali ama kufanya kazi katika serikali yake William Samoei Ruto.
Na tukizidi kusonga mbele katika ukurasa wa 3 kuna taarifa pale ambazo zimetajwa ama zimechapishwa na mwandishi ni kuhusiana mapenzi, pia watoto na kila ambacho mwanamke alikuwa anataka kutoka kwa tajiri huyu ambaye alikuwa kidogo ni baba mtoto wake. Pale kitaja kwamba woman loses bid for tenfold rise in child support from rich ex-lover, ikiwa kwamba huyu mwanadada amepoteza kila ambacho alikuwa anatarajia kukipata kutoka ama kupata sapoti ya kulia mtoto wake kutoka kwa mpenzi wake ambaye waliachana naye, na inatajwa kwamba mpenzi huyu alikuwa ni mwenye mali kweli. Na pale taarifa hizo zimechapishwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la The Daily Nation, ikiwa kwamba Jacinta, mambo kama haya tumekuwa tukiyashuhudia. Nadhani kwamba ni wiki jana tulikuwa tunaangazia jambo kama hili pia, na ikiwa kwamba jinsi ambavyo watu ingia katika mahusiano na wengine, ikiwa kwa mabano kwamba ameingia mule kwa sababu ya kile ambacho anakiona kwa huyu mtu mwingine. Either ni mwanaume ameona kwamba atakuwa anazaidika zaidi kutoka kwa mwanadada fulani, ama mwanadada ameangalia kaona kwamba kuna vile ambavyo atakuwa anavuna bakubwa kutoka kwa huyu mwanaume. Hiyo kwamba anayo mali, basi mtu anaamua hebu nikuzalie ama nitakuzalia ndiposa niwe nikipata a bigger share from your end side. Hiyo kwamba taarifa hizo, mpenzi mtazamaji, zimechapishwa kwa kina katika gazeti hili la The Daily Nation ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 32 katika gazeti hili tunaona kwamba mwandishi amezungumzia kuhusu soka, mchezo ambao ulifanyika jana kwenye uwanja wa Nyayo. Anasema kwamba Harambee Stars go down fighting in match against Gabon. Tunaona kwamba Harambee Stars ilipoteza kwa timu ya Gabon, ambapo Gabon walipata mabao 2 na Harambee Stars kufunga bao 1. Na pia tunaona pale picha yake Michael Olunga, ama wachezaji tofauti ambao walikuwa wanacheza hapo jana. Tunaona mwandishi akisema kwamba Kenya's Michael Olunga and Gabon's Yukele Manga via for the ball yesterday during the Group F World Cup qualifiers at the Ravamped Nyayo Stadium in Nairobi. Kenya put up a brave show but lost 2-1 to the West Africans. Ni taarifa ambayo imeandikwa naye Billy Ogada wa The Daily Nation. Basi tukiendelea kusonga mbele kuangazia yale yaliyomo magazetini asubuhi ya leo katika gazeti la The Daily Nation, ni kwamba ukurasa wa 17 ni pale Pope Francis ameondoka hospitalini, ikiwa kwamba the Pontiff ambaye ako na miaka 88 had been admitted for 5 weeks following a bout of pneumonia, ikiwa kwamba amekuwa mgonjwa kwa zaidi ya wiki 5 akiwa hospitalini, na miaka yake imesonga pale miaka 88 si michache tu kwa mtu kama yeye. Nakumbuka kwamba akitaja wakati mtu miaka yake imeenda, basi kuna magonjwa yale ambayo yanampata tu kila wakati. Ikiwa kwamba ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 17 katika gazeti hili la The Daily Nation. Na katika ukurasa wa 5 ni taarifa ambayo tumeizungumzia pia kwenye gazeti la The Standard, taarifa ya uchaguzi wa mwenyekiti wa IEBC. Interviews to pick new IEBC officials begin amid questions over suitability of some candidates. Tumeona viongozi tofauti wamejitokeza na kusema kwamba wanataka kuwania mwenyekiti huo wa chama hicho cha IEBC, na itakuwa inaanza siku ya leo, ama uchaguzi huo interviews zitakuwa zinaanza siku hii ya leo. Na tukiendelea kusonga mbele katika gazeti hili la The Daily Nation, ni kwamba katika pull out ya Junior Sport pale tunaona kile ambacho kimeangaziwa Taekwondo Brothers. Sijui kwamba wewe Jacinta ukiwa shule ya upili ni kipi kile ambacho ulikuwa unajifunza?
Aswa tukiona hapo ni kaka wawili ambao wanajifunza mchezo wa taekwondo pale, ni wakurusha mangumi na mateke. Pale ukipata basi gazeti hili ama pull-out ambayo imechapishwa katika gazeti hili la The Daily Nation, utakuwa unaangazia mengi zaidi kuhusiana na hayo ya Junior Sport. Pale uangazie ni kipi kile ambacho kimeangaziwa kuhusiana na kaka hawa wawili ambao wanajifunza taekwondo pale. Naam, tukisonga mbele, kumbuka kwamba mtandao wa Facebook utatupata @NdiziTV News Digital, pamoja na YouTube, Instagram, X account utupate kama NdiziTV News. Na kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp, na bila shaka ujumbe mfupi ama SMS kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. utakuwa unapata haya yote na mengi zaidi katika tovuti hiyo. Basi tunapoendelea kusonga mbele kuangazia ama kuyachambua magazeti yale ambayo yamechapishwa katika magazeti hii haya asubuhi ya leo, pale tumeangazia gazeti lile la The Daily Nation na pia gazeti lile la The Standard, lakini kwamba tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunaangazia gazeti lile la People's Daily na pia gazeti lile la Taifa Leo. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Nami ni Jacinta Nyabeta, mwelekezi wetu ni James. Unatazama Ndizi TV Africa. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky
Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Unatazama Ndizi TV Africa. Basi mpenzi mtazamaji, baada ya kuwa katika mapumziko hayo mafupi tu, tumerejea tena tuendelee kuangazia yaliyomo magazeti asubuhi ya leo tunapoendelea kusonga mbele katika kipindi chetu cha Pambazuko. Mimi jina langu ni Jeff Nyakundi. Na ikiwa imebaki ni dakika 3 tu ifike saa 2 saa za Afrika ya Mashariki, nami ni Jacinta Nyabeta. Endelea kuwa nasi katika kipindi chetu cha Pambazuko ili tuendelee kukuelezea ni yapi yanayoendelea katika magazeti. Basi kumbuka kwamba utakuwa unatupata katika mitandao yetu ya kijamii, hasa upande ule wa Facebook tupata kama Ndizi TV News Digital, na kwenye YouTube pamoja na Instagram na X account utatupata kama Ndizi TV News. Na kumbuka kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp, na bila shaka kutuma ujumbe mfupi na kupitia SMS kupitia nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, tukianza katika gazeti la The People's Daily. Tunaona ukurasa wa 8. Ndiyo. Mwandishi amesema power politics. Ambapo amezungumzia Uhuru Kenyatta akimpa onyo Rais William Ruto, akimwambia asikize wa Kenya. Jinsi ambavyo mwandishi ameandika, amesema listen to Kenyans, Uhuru warns Ruto. Na ni ukweli jinsi ambavyo tumeyaona mambo hapo yakiendelea. Nadhani hapo ni kiongozi huyu ama rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anazungumza katika hafla moja ya misa ambaye alihudhuria, huko kitaja kwamba kiongozi huyu wa nchi Rais William Samoei Ruto anapaswa kuwasikiza kile ambacho Wakenya wanazungumza. Sasa hivyo machuzi tumeona kwamba tangia mwaka jana vijana wa Gen Z walizungumza kupitia maandamano na kupinga baadhi ya yale ambayo yalikuwa yanatekelezwa na Rais William Samoei Ruto. Kisha baadaye tukaona amefanya mabadiliko, kila ambacho walitaja kwamba kidogo ametenga muda na kusikiza ni kipi kile ambacho Kenya wanakifanya. Lakini jinsi ambavyo siku zimeendelea kusonga, tumeona kwamba kuna mengi ambayo yamekuwa yakifanywa kinyume na kile ambacho Wakenya wanatarajia ama kinyume na kile ambacho Wakenya wamekuwa wakikizungumza. Na pia tumekuwa tukiona Rais Uhuru aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta pia akizungumza kuhusu muungano wa Raila na Ruto. Amekuwa akizungumzia kuhusu masuala tofauti ambapo lakini wito wake mkubwa ama imekuwa ni kumwambia Rais William Ruto apunguze mwendo kidogo na kuwasikiza Wakenya kwanza, na afanye ama atimize matakwa ya Wakenya kwanza kabla ya kutangulisha masuala ya kibinafsi yake yeye mwenyewe. Atangulize masuala yanayowaadhiri wa Kenya, lakini hatujui kama Rais William Ruto atakuwa anafanya hivyo au la. Na basi taarifa hizo tutakuwa tunasoma katika ukurasa wa 8 katika gazeti hili la The People's Daily. Na tukiendelea kusonga mbele ni kwamba ukurasa wa 28 hadi ukurasa wa 29 pale wameangazia washindi wa World Rally Championship pale, kwa kwamba ni L5 Evans wins
2025 WRC Safari Rally, kwa kwamba ni baada ya mashindano yale ya World Rally Championship ambayo yalifanyika katika kaunti ya Nakuru, mji ule wa Naivasha. Baadaye washindi pale tunaona picha ya jamaa hao wawili, kwa kwamba ni dereva na msaidizi wake pale, wakiwa kwamba wameinua baadhi ya zawadi zile ambazo walituzwa baada ya kushinda WRC hiyo jana. Taarifa ambazo utakuwa unaziangazia katika ukurasa wa 28 na ukurasa wa 29. Na katika ukurasa wa pili wa gazeti la The People's Daily pia wamezungumzia kuhusu IEBC ambayo tumekuwa tukizungumzia hapa tu, tukisema kwamba mwenyekiti wa IEBC anaanza kutafutwa siku hii ya leo. Kenyan Sports Selection Panel on spot as IEBC hiring kicks off. Basi tunapoendelea mbele na kuangazia yaliyomo katika gazeti ile la The People's Daily ukurasa wa 4, bado na kwamba schools defy ministry on school fees, kwa kwamba baadhi ya shule zimeenda kinyume na jinsi ambavyo Wizara ya Elimu ilikuwa imedokeza pale mambo ya kufuatwa, haswa katika ulipaji wa pesa ama karo za shule katika shule tofauti, kwa kwamba ni taarifa ambazo tutakuwa tunaziangazia katika ukurasa wa 4, na hili ni jambo ambalo tumekuwa tukilishuhudia kwa muda, ikiwa kwamba serikali inarejea kwamba ama wizara ile ya elimu ikitaja kwamba shule zisiongeze karo ile ambayo inapaswa kulipwa, lakini kidogo tunaona kwamba wale wakuu wa baadhi ya shule hizi wanafanya kinyume na jinsi ambavyo wamekuwa wakiambiwa ama wakipatiwa maagizo, na hili linakuja ni baada ya kupata kwamba serikali haijatimiza kile ambacho imekuwa ikitaja kufanya, aswa kutuma pesa hizi kuelekea shule tofauti, na pia mgao ule ambao ulikuwa unapeanwa kwa wanafunzi kupunguzwa kutoka shilingi 22,000 kwa wanafunzi wa sekondari hadi shilingi 17,000 na shilingi kadhaa juu yake pale. Na hilo limekuwa likileta utata. Nakumbuka kwamba wiki jana tumeona waziri wa elimu Migosi Julius Ogamba akitaja kwamba sasa shule zinapaswa kupeana vyeti kwa wanafunzi hata kama walikuwa na deni ama kara hawakuwa wamemaliza kulipa. Na kile ambacho tulikiona wakizungumza kwamba huenda wale ama county education officers ndio watakuwa sasa wanaweka ama ndio watakuwa wanaweka baadhi ya vyeti hivi kutoka shule tofauti, kwa kwamba mwanafunzi akihitaji basi haelekei shuleni pale, lakini anaelekea katika County Education Board na anachukua cheti chake kutoka pale. Sijui kama mambo haya hili litafanyika vizuri ama mambo yataenda namna gani. Nafikiria kwamba ukizungumzia masuala ya elimu na haswa kupeanwa kwa vyeti kutoka shuleni, shule hazina kwa sababu shule unapata imetumia pesa yake kufanya jambo fulani kwa sababu mwanafunzi fulani hakulipa. Na tukiona ni vema kwamba mwanafunzi anafaa kupatiwa cheti chake, lakini hakumaliza karo, lazima amalize kwanza, kwa sababu tupate wanafunzi kama 10 hivi ambao hawakumaliza karo wakati ule. Asipolipa inamaanisha kwamba shule itakuwa imeenda loss kidogo. Na ukiangalia kwamba Wizara ya Afya inataka kwamba wasimamizi wa shule wapunguze karo, ambayo wakipunguza hiyo ambayo wamepunguza ni serikali inafaa kuiongeza, lakini serikali hii itaongeza. Nafikiria hilo ndilo jambo linafanya shule hizi zikatae kusikiza Wizara ya Elimu, kwa sababu hawajui wakiamua ama wakianza kukata hiyo karo ambayo wameambiwa na serikali, je, serikali itawapa ile ambayo inasema itawapa? Kwa sababu tunaona kwa sasa tuna shida ya pesa katika masuala ya kielimu. Tunajua walimu bado hawalipwi vizuri. Walimu wengine wanafaa kuongezwa kwenye TSC, wanafaa waongezwe kwa sababu ni wachache. Mashule hazina walimu wa kutosha. Naam. Kwa hivyo bado nafikiria ni kwamba swala ambalo linafanya shule hizi zisifuate maagizo ya Wizara ya Elimu ni kwa sababu ya hawafikiri kama serikali itawapa pesa zile.
Basi tutakuwa tunaangalia na kufuatilia kwa karibu zaidi haswa masuala ya kielimu, tuone ni jinsi ambavyo mambo yatakuwa yanaendelea haswa katika wizara hii ya elimu na ni kipi kile ambacho kitakuwa kinatekelezwa na serikali kuu basi tunapoendelea kusonga mbele. Naam, na katika ukurasa wa 17 kwenye gazeti la The People's Daily kuna pullout ambayo inazungumzia kuhusu Healthy Planet, ambayo ni kuzungumzia mazingira yetu. Unaweza enda uiangalie kama we ni mpenzi wa mazingira na pia kama unataka kujua mengi kuhusu mazingira yako. Kuna pullout katika gazeti hilo la The People's Daily. Basi na tunapoendelea kusonga mbele mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, kwamba ni kuangazia yaliyomo magazetini, basi tuliangazia gazeti hili la Taifa Leo kwamba taarifa kuu ambayo imepewa kipaumbele ni kwamba picha tunaiona pale ya waziri wa usalama wa ndani na kichwa ni kwamba alala kazini. Miezi 4 tangu Murkomen achukue wizara ya usalama, mauaji ya kigaidi na ujangili yamerejea kwa kishindo kikuu. Hiyo kwamba pale mwandishi ametoa baadhi ya tarehe na kile ambacho kilikuwa kimetokea pale, ikiwa kwamba Machi 23 mwaka 2025 magaidi waliwaua watu 6 eneo la Favi katika kaunti ya Garissa, na kwingineko tukiangalia kwamba Machi 22 chifu wa zamani aliuawa katika eneo la Samburu na majangili ambao hadi sasa hivi hawajatambulika na wajulikana ni yake na nani. Machi 11 watu 6 waliuawa na majangili eneo la Baragoi. Nakumbuka eneo hili la Baragoi linajulikana kwa historia ambayo ilipelekea baadhi ya maafisa wa polisi kuaga dunia baada ya kufamiwa na majangili hawa. Februari 27 abiria wawili waliuawa barabarani, kwamba waliuawa katika barabara ya Marara Baragoi Samburu ama katika kaunti ya Samburu. Na kwingineko Februari 23 pale mwandishi anaangazia kwamba wavuvi wawili waliuawa Todonyang katika kaunti ya Turkana huku 20 wakitoweka. Na kwingineko kwamba Februari 11 ikiwa kwamba ni mwaka huu tu mwaka 2025 majangili waliwaua maafisa wa polisi Baragoi Samburu. Na bila shaka Februari 3 machifu 5 walitekwa nyara na Al-Shabaab katika kaunti ile ya Mandera. Basi pale mwandishi akitaja kwamba mauaji ikiwa kwamba jana Al-Shabaab walitajwa kuhusika katika shambulizi lililowaua maafisa 6 na kujeruhi watu 10 eneo la Garissa. Pia kwa mauaji hayo inafikisha vifo vinavyotokana na ugaidi na ujangili kuwa watu 24 katika miezi miwili pekee. Je, Waziri Kipchumba Murkomen amelemewa na kazi ama ni kipi kile ambacho kinaendelea? Kwamba ni swali ambalo limeulizwa katika taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa 2. Na mpenzi mtazamaji, unaweza kutuambia maoni yako ni yapi kuhusu swala hilo? Unafikiria Waziri Murkomen amelala kazini ama yupo sawa? Tukisonga katika ukurasa wa 5, Magharibi wataka nafasi ya Kindiki. Tunaona pale picha yake Wycliffe Oparanya ambaye anasema wanataka Oparanya ateuliwe mwaniaji mwenza wa Ruto wa kura za 2027. Je, Ruto atakuwa anampa mkono ama anampa nafasi hiyo Oparanya? Lakini tuliona ulizungumza kwamba Rais William Ruto alisema kwa miaka ama kwa mwaka huu wa 2027 atakuwa anatafuta mwanadada. Basi na ni swali kuwa ambalo linakuwa tunajiuliza, je, hilo litafanywa ama ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea katika siasa za hapa nchini Kenya? Kumbuka kwamba kila sehemu ama kila eneo la hapa nchini Kenya linachipigia upato kwamba tunatosha kufanya jambo fulani katika serikali. Wengine wakitaja kwamba tunayo idadi ya kutosha. Aswa tukiangalia magharibi mwa Kenya, tuangalie mlima Kenya, na pia tukiangalia eneo bana la Nyanza, wengi wanajipiga kifua kwamba sisi tunatosha. Na sisi ndio tunaona kwamba tunaweza pata kiti nambari 2 katika serikali ama katika nchi ya Kenya. Basi kwa tunaona ni jinsi ambavyo mambo yatakuwa yanaendelea sio katika kucheza siasa hapa nchini Kenya mwaka 2027, kwamba ni uchaguzi ambao utakuwa unafanyika. Je, rais atafanya jinsi ambavyo ametaja ama
ama kutaenda namna gani? Naam, tutakuwa tunazungumzia ama tukiendelea kutazama hayo kwa ndani. Na tukiendelea kusonga mbele katika ukurasa huo wa 5, sijui kama unamkumbuka Ngirishi. Sasa pale anataja kwamba Ngirishi sasa amgeuka Rais Ruto, adai rais amekataa kukamilisha miradi ya Uhuru kaunti yake ya Kirinyaga. Ukurasa ni wa 5. Na Ngirishi alihusishwa na kashfa ya kuchukua ama kutumia vibaya pesa asosa National Youth Service pale na NYS pale, na kuna kesi ambayo ilikuwa inawaandama kweli kweli, na hapa tunamuona kwamba amemgeuka Rais Ruto kwa kutaja kwamba kidogo hajahakikisha ama hajakamilisha miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta katika kaunti ile ya Kirinyaga. Na taarifa hizo mpenzi mtazamaji zimeangaziwa katika ukurasa wa 5 ya kwamba ni baadhi ya vidokezo katika gazeti hili la Taifa Leo. Na katika ukurasa wa 4 tunaona kilio Owino Uhuru wapate fidia. Owino Uhuru wapate fidia. Mwandishi akisema wito watolewa, mashirika husika yashinikize utoaji wa fidia ya shilingi bilioni 1.3. Na tunapoendelea kusonga mbele katika vidokezo zaidi, taarifa ambazo tulikuwa tumeziangazia katika magazeti gazeti la The Standard na The Daily Nation, bila shaka limo hapa katika gazeti ile la Taifa Leo. Ukurasa wa 8 ni kwamba Papa arejea Vatican baada ya kulazwa kwa wiki 5. Hatimaye Baba Francis arejea makao makuu ya kanisa japo atapumzika kwa miezi miwili. Taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa 8 katika gazeti hili la Taifa Leo. Naam, mpenzi mtazamaji, natumai kwamba tumekuwa tukikupa yale yote ama taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika gazeti tofauti nchini Kenya. Je, wewe fikra zako ni zipi kuhusu taarifa hizi? Tumezungumzia masuala ya usalama, masuala ya kikanisa, masuala ya elimu, zote maudhui yote ambayo tumeyapitia siku hii ya leo. Je, wewe fikra zako ni zipi? Tupatie ujumbe mfupi kupitia kwenye Facebook yetu @NdiziTV News Digital. Na kuingeleka zungumza nasi kupitia mtandao ule wa TikTok, Instagram na pia YouTube kama Ndizi TV News. Na pale namuona Prince Sami Bernard akisema I'm watching live kutoka Molem Kisumu. Karibu sana. Zelda Msupu anasema morning Nyabeta, niko locked in mpaka mwisho kutoka Gitare County, ni Senator Msupu. Na pia Omaturi Vincent pia anasema good morning kutoka Doha Qatar mpaka Bomachoge Borabu, ako ndani ya kipindi. Baadhi ya wale ambao wanafuatilia kipindi chetu asubuhi ya leo, namuona pale anajulikana kama Eriko Soro, anataja kwamba anafuatilia kipindi chapo tunaona pale, hebu niangazie tena. Ametaja kwamba kutoka maeneo ya Umbu Ritaro ako ndani kabisa. Anasema kwamba tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi, kuendelea kufahamishwa ni kipi kile ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya. Na kwa sababu naona wakati umezidi kusonga, zimekatika dakika 13 baada ya saa 2, ambapo tumekuwa tukizungumzia masuala ya ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye gazeti zetu tofauti nchini Kenya. Ni kuangazia tu baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza kwenye gazeti hizi zote, ama taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika magazeti haya yote. Tukianza na gazeti ni kuzungumza tu kwa ujumla. Tunaona maudhui ya kwanza ni kuhusu sporti, ambapo tumeona waandishi wakizungumzia kuhusu sporti ambazo zimekuwa zikiendelea nchini Kenya weekend hii, ambayo ilikuwa inahusishwa WRC pamoja na soka, ambayo ilikuwa ni mechi kati ya timu ya kitaifa Harambee Stars pamoja na Gabon, ambayo tuliona kwamba walifungwa mabao 2-1, ama Harambee Stars ilifungwa mabao 2 na timu ya Gabon. Na pia WRC tukaona Elfie Evans pamoja na mwenzake wakipata ushindi katika WRC pale Naivasha.
Na bila shaka tumeangazia katika gazeti hili la The Standard kwamba kile ambacho kimeangaziwa katika magazeti yote kwa kwamba tunaona uongozi na siasa zikipewa kipaumbele katika magazeti haya karibu yote, ambapo gazeti moja lilikuwa linazungumza kwamba don't trust Raila, kile ambacho kiliangaziwa kwamba siasa ambazo zinaendelea kuchezwa baada ya koti kutaja kwamba kiongozi ama Azimio la Umoja lilikuwa limepata ama ndilo lilikuwa na wabunge wengi katika bunge lile la kitaifa. Na bila shaka sasa rais akaamua kipingine kuwapa nafasi ama zile kamiti katika bunge la kitaifa. Na kwingineko pale tukaona kwamba yule mshauri mkuu wa kiuchumi bwana Moses Kuria, kuna jinsi ambavyo baadhi ya mali yake yatakuwa yanapigwa mnada, ikiwa kwamba kuna deni ambalo anadaiwa kwa kwamba ni kukosa kutaja ni nani alikuwa anamiliki kampuni moja ya United Arab Emirates ambayo ilikuwa hapa nchini Kenya, kile ambacho anasema kwamba ilikuwa inafanya kazi ya kupitia kwa ile PP ama public and private sectors hapa nchini Kenya, naye husishwa pakubwa na mwanasiasa huyo Moses Kuria. Na pia swala la usalama limejitokeza katika gazeti hizi. Hapo tumeona Kipchumba Murkomen akipatiwa kipaumbele kwenye gazeti la Taifa Leo, ambapo wanauliza kama ni kweli wewe unaona kwamba Kipchumba Murkomen anafanya kazi ya kuleta usalama nchini Kenya au la. Basi hayo yakiendelea ni kwamba usalama hapa nchini Kenya imekuwa si nzuri tu, ya kwamba baadhi ya maeneo hapa nchini Kenya yamekuwa yakifamiwa na majangili wa kazi wa serikali wakiwemo machifu wakitekwa nyara, kwa kile ambacho kinaonekana kwamba kidogo waziri ambaye aliyeko mamlakani kwa sasa Kipchumba Murkomen anaonekana kwamba hajafanya kazi yake jinsi ambavyo inafakia kwa mwandishi. Ndio maana pale akauza swali, je, huyu amelala kazini ama ni lipi lile ambalo linaendelea? Na pia tumeona gazeti zote zikizungumzia swala la IEBC ambalo ni tukio litakuwa linafanyika siku hii ya leo, ambapo watakuwa wanafanya interviews za kujua nani atakayekuwa mwenyekiti wa chama hicho cha IEBC. Basi ikiwa kwamba ni taarifa ambazo zinafumukana na mahojiano ambayo yatafanywa leo hii siku ya Jumatatu, ikiwa kwamba jinsi ambavyo wameratibu ama ratiba ile ambayo imetolewa pale, watakuwa wanafika mbele ya ama kufanyiwa mahojiano leo hii siku ya Jumatatu tarehe 24. Ni kwamba ambaye atakuwa anafika mbele pale wa kwanza ni Charles Nyachae, ambaye alikuwa shortlisted kama mmoja wale ambao walitajwa kwamba huenda akachukua mwenyekiti wa tume ya IEBC. Pia pale Hadi naye pia anatarajiwa kufika mbele na kuhojiwa, na pia bila kusahau Abdul Kadir Atana Ngeywa ambaye atakuwa anafika mbele ya ama atakuwa anahojiwa ikiwa kwamba ni tarehe 25 Erastus Edung Ethokon atakuwa anafika mbele ya selection panel kuhojiwa, na pia Francis Kakai Kisinga naye atakuwa anahojiwa, na bila shaka Jacob Ngweyere na pia Joy Masinde Mudivo naye atakuwa anafika mbele ya kamati hiyo ya selection panel ya IEBC kuhojiwa. Na siku ya Jumatano basi ndio siku ambao watakuwa wanafunga akiwa tarehe 26 pale Lilian Wanjiku Manegene ambaye pia atafika mbele ya selection panel kuhojiwa, Robert Okumu Asembo na pia Saul Simiyu Wasilwa, baadhi ya wale ambao watakuwa wanafika mbele ya kamati ama siku hizi tatu za mahojiano. Basi wataandika ripoti na kupeana majina ya wale ambao kidogo wanakuwa wanaonekana kwamba wamepita mahojiano yale katika rais, ama watapeana majina hayo kwa Rais William Samoei Ruto ili aweze kumteua rasmi yule ambaye atakuwa ni mwenyekiti wa tume ya IEBC hapa nchini Kenya. Naam. Natumai kwa sasa tutakuwa tunaenda mapumziko mafupi.
Kisha baadaye utakuwa unatufuatilia katika mitandao ya kijamii, nipata kama Jeff Nyakundi, utandao ule wa Facebook. Nami utanipata kama Jacinta Nyabeta. Tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tutakuwa tunarejea ili tuendelee kuangazia mengi, hasa taarifa zile ambazo zimekuwa zikiendelea hapa nchini Kenya na yale ambayo yametokea. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always.
Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Unatazama Ndizi TV Afrika. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiendelea na kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni awamu ya pili na ya mwisho kwa siku hii ya leo. Siku ya leo tutakuwa tumezungumzia masuala tofauti, lakini tutamalizia hapa kwa sababu unajua mafua yetu kidogo yamechangia, lakini kwa siku ya leo tutakuwa tunafungia hapa kipindi chetu cha Pambazuko. Basi mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, endelea kufuatilia Ndizi TV kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook utakuwa unatupata kama Ndizi TV News Digital, na pale kwenye YouTube pamoja na Instagram na X account utupate @Ndizi TV News. Kumbuka kwamba utakuwa unasema nasi kupitia ujumbe mfupi ama SMS, na bila shaka katika mtandao wa WhatsApp kupitia nambari ya simu 0792192834, na pia kwenye tovuti www.ndizitv.co.ke utakuwa unafuatilia yale yote yanayoendelea nchini Kenya.
Basi kufikia hapo ndipo tunafika tamati katika kipindi chetu siku hii ya leo. Tupatane tena hiyo kesho panapo majaliwa katika kipindi chetu cha Pambazuko siku ya Jumanne tarehe 25 panapo majaliwa. Basi tutapatana hapa na tuendelee kuzungumza mambo mengi tu, tukufahamishe taarifa tofauti ambazo zimetokea ulimwenguni na bila shaka kuangazia yale ambayo yametokea hapa nchini Kenya. Na wakati wananiita Jacinta Nyabeta. Bye bye. Nami ni Jeff Nyakundi. Tupatane panapo majaliwa. Kwaheri. Unatazama Ndizi TV. Unatazama Ndizi TV. Vipi inakuaje Mr. Practical Daddy episode nakwambia ndani ya Ndizi TV Africa. Bana nakwambia kuna kipindi kinakuja moto juu ya fire kabisa. Jina kamili sema ni The Urban Blaze mtu wangu, itakuwa pale inaanza siku ya Jumatatu mpaka ifikapo siku ya Jumaa. Yani Monday to Friday pale moja kwa moja. Yani bana kuanzia pale saa 7:30 mpaka ifikapo saa 10 ya jioni mtu wangu. Yani bana kutawaka moto tena zaidi. Za kusaga kajiri, sakata segere singeli, sheki. Yako sawa. Nijashiba kukukuku, hey. Chote ni choyo. Pale hivyo tukianza show pale siku ya Monday itakuwa pale hivyo tunaanza na yani check up kidogo, unaambia kwamba wewe nani ukiwa area gani, alafu natupata kwa njia gani pale moja kwa moja. Alafu tena kingine itakuwa ni stories pale kuongelea wasanii. Kifika siku ya Tuesday ndio hivyo kabisa after check up itakuwa tunazungumzia msanii ambao anafanya kazi nzuri pale. Alafu siku ya Wednesday ni siku ya watoto, yani wasichana na kuambia. Siku ya Thursday inakuwa ni TBT, alafu ikifika pale siku ya Friday inakuwa pale ni yani bana nakwambia ma request kali kabisa. Kwa hivyo nakwambia bana hapana kosa kutune ini zaidi pale ndani ya Ndizi TV Africa. Call me Mr. Practical, they do call me Daddy episode. Sini sawa. Tupatane live. Sini sawa. Kenya mkopo wako fiti na sini sawa. Asini sawa. Mafuta silipanda tukavuka Uganda. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735
364-418 or 0781-518-989. Email youngforceservicesltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgori.